Watu wanaokuzunguka ndio wanaoasili sana kila kitu katika maisha yako. Kwa maana ya kwamba utakapofanikiwa, basi wanaokuzunguka wanashabisha kwa 100%. Na utakapofeli, kwa maana ya kwamba watu wanaokuzunguka wamesababisha kwa kubwa katika maisha yako. Leo nataka tushirikiane kuangalia tabia 5 muhimu unazopaswa kuzijua kuhusu watu wanaokuzunguka katika safari ya maisha yako. Kwa kuzijua tabia hizi, utakuwa na uwezo wa kuishi na kila mtu katika maisha yako bila wasiwasi wowote. Always, hizi ni tabia ambazo sio nzuri sana katika maisha. Na kama hutazijua, inamaanisha kwamba utaishi kuwa mtumwa wa watu wengine, kwa kufuata wanachosema, kwa kufuata wanachokwambia, kwa kusikiliza nini ambacho wanasema juu ya maisha yako. Na kabla hatujaangalia kiundani zaidi tabia hizi, unachotakiwa kuelewa ni kwamba siku zote utakaposhindwa, siku zote utakapofeli katika maisha yako, wa kulaumiwa ni wewe, sio yule anayekuzunguka. Na ndio maana tabia za wengine zinaweza kuwa kikwazo kikubwa sana katika mafanikio yako, lakini unapaswa kuzijua ili uweze kuzishinda tabia hizo na kuweza kuwa huru katika maisha yako. Ndio maana leo nataka tuangalie tabia hizi 4, almost 5 muhimu zinazohusiana na watu wanaokuzunguka. Na ukizijua tabia hizi, I'm sure, I promise you, utakuwa sawa na utaishi na kila mtu katika njia iliyo bora. Sifa ya kwanza tunasema kwamba watu hawajiamini na wanawachukia wanaojiamini. Tabia ya kwanza ambayo unatakiwa uelewe ni kwamba siku zote katika maisha yako watu wanaokuzunguka walio wengi hawajiamini, na pia hawataki wewe uweze kujiamini katika maisha yako. Watu wengi sana hawajiamini na wanaweza kusema mambo ambayo hayawezi kuleta uaminifu katika maisha. Na siku zote kwa 1% kubwa watu walio wengi hawajiamini. Na hata wale unaoona wanajiamini hawapendi ujiamini, kwa sababu wanahofia utakuwa juu yao zaidi kwenye kila jambo. Kwa sababu siku zote tunasema kwamba the key of success ni kujiamini. Ukishajiamini ukakiweka kitu katika nafsi yako, basi tuna imani kwamba lazima ukafanikiwe. Hivyo wewe utakapojiamini, utakaposema unataka kuwa mtu mkubwa, utakaposema nataka kufanya vitu vikubwa, utakaposema nataka nipate ufaulu mkubwa, utakaposema mimi nitaenda kusoma vyuo vikubwa, lazima watafute njia yoyote ya kukupinga, kwa sababu siku zote watu wasiojiamini hawataki wengine wajiamini. Na ndio maana hata tukiangalia wanaojiamini, waliofanikiwa, lakini bado ndani yao wanasuta, ndani yao wana ile hofu ya kwamba ukijiamini kuliko wao basi utawashinda. That's why you need to be careful na kila mtu anayekuzunguka, kwa sababu tabia hiyo inaweza ikakufanya ukashuka chini. Ndio maana kuipinga hii tabia lazima uendelee kujiamini. Haijalishi unakutana na mtu gani, haijalishi nani anakupinga juu ya uaminifu wako, unapaswa kuwa na uaminifu juu yako mwenyewe. Na kwa kufanya hivyo, I'm sure utaishi na kila mtu vyema. Kitu cha pili tunasema kwamba watu watakuja kwamba katika maisha yako kwenye zile nyakati ambazo wakiwa wanahitaji kitu. Tunasema kwamba watu watakuja kwako wakiwa wanataka kitu kutoka kwako. Hiyo ni tabia ya pili ambayo inabidi uelewe kuhusiana na watu. Kwa maana kwamba siku zote watu wanakuja katika maisha ya mtu si kwa sababu ya jambo ambalo linatokana na wewe, bali ni kwa sababu ya jambo ambalo wao wanalihitaji katika maisha yako. Wengine watakuwa wanahitaji jambo jema, wengine watakuwa wanahitaji jambo baya. Wengine watahitaji kukutumia, wengine watahitaji tu pengine wamekuja kwa jambo jema waweze kuona. Wengine watakuja katika mahusiano kujoin na wewe, kwamba watakwambia wanakupenda, watakwambia wewe ni mzuri, watakwambia wewe ni beauty, but lengo lao kuu ni kukutumia wewe kukamilisha mambo yao. Lakini pia katika maisha inabidi uelewe kwamba watu wote katika maisha siku zote wanakuja katika nyakati ambazo wakiwa na shida kutoka kwako, na sio katika nyakati ambazo wewe utakuwa na shida juu yao.
Lakini tabia ya tatu ambayo inabidi uelewe kuhusu watu ni kwamba watu hawapendi kukosolewa. Siku zote asili ya mwanadamu ni kwamba kila mwanadamu hapendi kukosolewa. Hakuna mwanadamu ambaye anapenda kuwa rectified. No. Na ndio maana siku zote ukimrekebisha mtu katika maisha yako, ukiona hakuelewi, ukiona understand, ukiona bado hawezi kukupata, bado unapingana na wewe unachomwambia juu ya kitu sahihi, achana naye, kwa sababu usiuje ukainvest most of your energy kumshauri mtu ambaye kama hawezi kukuelewa. Kwa sababu by nature ni kwamba you cannot get popular to everybody in the world. Hauwezi kuwa ni mtu ambaye unakubalika na kila mtu. Kitu ambacho utasema utakubalika na kila mtu, no, that is impossible by nature of a human being. Huwezi kukubalika na kila mtu. Kwa hiyo inabidi uelewe kwamba siku zote watu hawapendi kukosolewa. Na kama hawapendi kukosolewa, ukikutana na mtu unamkosoa, kumshauri, kumrekebisha, hashauriki, achana naye, kwa sababu utapoteza nguvu zako nyingi katika jambo ambalo lina maana. Lakini sifa ya 4 ambayo inabidi uelewe kuhusu watu ni kwamba watu watakutegemea wewe pekee, lakini wewe huwezi kuwategemea wao. Kwa maana ya kwamba watu watakugeuka kwenye wakati ambao unawategemea sana, kwenye wakati ambao unauhitaji nao katika maisha yako. Unachotakiwa kuelewa ni kwamba hata Biblia imeandika kwamba rafiki wa kweli ni yule anayekuwa na wewe katika raha na shida. Lakini kitu ambacho ni cha ajabu unachotakiwa kuelewa kwa watu ni kwamba siku zote watu watakuja kwenye nyakati ambazo wao wana shida. Siku ukiwa na shida wewe kama utawaona, kwa sababu siku zote wao watakusaliti na kuondoka kwenye maisha yako kwenye zile nyakati ambazo wewe unawahitaji. Na ndio maana tunasema kwamba unabidi ujifunze kuishi maisha yako, unabidi ujifunze kujitegemea wewe mwenyewe, kwa maana kwamba kukataliwa kupo, na kama huwezi kuvumilia kukataliwa, you have no mental strength. Ukiwa huna mental strength, maana itakuwa rahisi sana wewe kukuangusha. Ndio maana watu wengine wakitaka kukuangusha, watakuja na wewe kwenye mahusiano, watakuambia wanakupenda, watakujali, watakukea. Siku ambao utakuja kuwakubalia na kuwapenda zaidi kuliko hata wao walivyokuwa wanakupenda, basi watakutelekeza na watakufanyia kitu ambacho ni distraction katika maisha yako. Mwisho wa siku utaishia kufeli katika maisha yako. Ndio maana nakushauri hizi njia 4, ukizitumia vema, na hakika utafanikiwa katika maisha yako na utaweza kuishi na kila mtu katika njia ambayo iko sahihi.